Milioni 10? Chike, naomba nisaidie, niko wataniua. Kwani kuna nini Chike? Mbona sielewi? Umefanya nini? Jikaze, acha kuongea kama unapigwa wewe. Vipi, kuna nini? Inaonekana Chike ametekwa. Maisha ni fumbo, maisha ni siri ngumu kuielewa. Maana unaweza uhisi unaishi marudio yale maisha weza kuwalo. Mimi sasa hivi nina mashaka sana na wewe. Sikuamini. Kwa hiyo kama uniamini unataka nini? Ina maana mtu asiumwe kichwa au malaria. Kweli Benli? Kwa unataka kuniambia hizo ni dawa za malaria? Hizo dawa nimekuonyesha ni Panado. Hata ukimuuliza mtu atakwambia hivyo hivyo. Hivi unajua ni muongo. Na utakuwa unanidanganya tu. Basi kama bado uniamini, kuanzia leo mimi na wewe basi. Sitaki tena mahusiano na wewe. Melissa. Wewe Melissa. Anasema amepigiwa simu na namba ngeni. Alipopokea ilisikika sauti ya Chike akiwa analalamika mithili ya mtu aliyetekwa. Yaani alikuwa analalamika. Anasemaje? Anasema wanataka milioni 10 ili umwachie akiwa hai. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Vipi? Bado ndugu yako hajapatikana? Baba, Chike ametekwa. Na waliomteka wanataka milioni 10. What? Wewe ni nani amekwambia kama Chike ametekwa? Chike amempigia simu mpenzi wake. Na yeye ndio ametoka kunielezea hapa. Okay, sawa. Mko wapi kwa sasa? Tupo hapa chuo. Ndio tunataka twende kituo cha polisi kwenda kutoa taarifa. Achana na hayo masuala ya polisi. Hawana msaada wowote hao. Naomba uje nyumbani wewe na huyo mpenzi wake. Na hiyo namba msifute. Njoo naye huyo anieleze vizuri. Sawa baba. Ngoja tumwambie lecture. Ni nani atakuwa amemteka mwanangu? Anachezea moto, eh? Halo bosi. Mko wapi? Tupo kuna ndani karibia na Bagamoyo.
tunaenda kutupa mwili wa yule kiumbe aliyekuwa anatembea na mwanamke wako. Sawa. Kuna tatizo limetokea. Nilikuwa nahitaji msaada wenu. Nataka mniambie saa ngapi mtakuwa mjini. Nafikiri paka 3 usiku ama saa 4 tutakuwepo tuko hapo. Na ikishindikana kabisa, tutaonana kesho asubuhi. Fanya mpango tukutane usiku wa leo. Kwa sababu ni shida muhimu sana. Okay bosi. Nimekuelewa. Mpaka sasa hivi mtu aliyeonekana ni Jessica. Na taarifa nilizopewa hivi punde, Chike ametekwa. Sasa nimemfikishia taarifa hizi mkuu wa chuo, na alichokiamua ni hivi: wakati askari wakiwa wanaendelea na upelelezi, wanachuo wote mliobakia mrudi nyumbani, na kila mtu akifika salama atoe taarifa, kwa sababu hofu ni kwamba wenzenu wanapotea alafu hatujui chanzo ni nini. Sasa kwa usalama zaidi, ndio maana mkuu wa chuo ameomba turudi nyumbani kwa sasa, na hali ikitulia na pindi wenzenu watapatikana, basi mtapewa taarifa mrudi chuo. Tumeelewana? Lecture. Kuna mtu mwingine naye tumemtafuta hatumuoni. Ni nani tena huyo? Anaitwa Max Daniel. Max Daniel. Sawa. Lakini taarifa zako sio za kuaminika. Hivi unakumbuka kwa wewe ndio ulinipigia simu ukaniambia Jessica amechomwa na kisu? Hapana lecture. Maana hata mimi mwenyewe alinipa hizo taarifa simjui. Okay. Sasa kuweni makini wakati mkiwa mnarudi nyumbani. Na mtu akisikia taarifa yoyote, naomba mimi ndo niwe wa kwanza kupewa taarifa. Na lingine la msingi zaidi, msisahau kujisomea mtakaporudi nyumbani kwenu, kwa sababu mkirudi tena chuo hapa mtaingia kwenye mtihani moja kwa moja. Nadhani sina lingine la kusema. Naomba niwatakie siku njema, niwatakie mapumziko mema. Asanteni. Yes, hello. Pole sana Raj. Nakuonea huruma. Si tufanyeje? Au kama vipi tuchenge hiyo pesa tuwatumie mwachie? Mimi akili yangu hata iko sawa kabisa yani. Na mzee ameniambia nende nyumbani. Kwa ngoja twende kwanza tukamsikilize. Sasa mzee wako naye pia nawaza nini? Maana hizo taarifa zitakiwa ziende polisi. Msaada ungepatikana tu. Unajua mzee haamini nguvu ya polisi hata kidogo. Na hata sijui amewaza nini. Hebu ngoja kwanza tuone, alafu tutajua cha kufanya. Kwa hiyo unaenda na kina nani? Niko na wanafunzi wenzangu. Sawa basi. Tutawasiliana, mimi nikipata taarifa yoyote nitakwambia. Okay sawa, nikutakia siku njema.
Nicole yuko wapi? Ametoka mara moja, ameenda darasani. Okay, kamfuate basi tuondoke. Sawa. Yaani kichwa mitama naambia. Kama mbenye ndo haya. Hapana, kwa kweli mimi mwoga sana. Alafu mimi mwenyewe nahisi kuna mambo ya kishirikina yanaendelea kwenye hiki chuo. Maana hii hali ni kama mauzauza. Kwa sababu ukiangalia Chike alikuwa na ugomvi na nani mpaka atekwe. Eti, hata mimi mwenyewe nashangaa. Hata wanavyosema ametekwa, kiukweli mimi sidhani. Hapa nahisi kuna mambo ya kutoana kafara tu. Bana, usiseme hivyo. Mimi naogopa eti. Jamani, tuondokeni, alafu mnaendelea kuzungumzia mambo hapa hapa eneo la tukio. Tafadhali, twende tukazungumzie nyumbani. Karibuni. Asante baba. Huyu Nicole amefuata nini hapa? Mungu wangu. Huyu sio baba Chike kweli? Baba, tunakusikiliza wewe. Maana mimi nilipo hapa sina hata cha kufanya. Kwa maelezo alinipa mimi, inaonekana kwa Chike ameshikiliwa na watu ambao sio wazuri. Hizo watakuwa ni majambazi. Baba, kama alivyosema Raji, hawa watu wanaonekana wamemteka. Na ili wamwachie, wanataka tuwape milioni 10. Sawa. Kati yenu nyinyi wawili, nani mpenzi wa Chike? Bosonga nipigia simu. Anasema kuna kazi nyingine. Na inaonekana hiyo kazi ni kubwa. Mimi nadhani tumalize. Kwa sababu kama nafasi tumempa kutupa pesa na ameshindwa. Kama alizana naye, tutakuta kwenye gari. Sawa. Baba, mimi nadhani tuachane nayo kwanza.
Hem, tujaribu tuangalie namna gani ya kumpata Chike. Sawa. Mmeshatoa ripoti polisi? Hapana, bado hatujatoa. Nipatie hiyo namba alowapigia Chike. Hii kazi niachieni mimi. Endeni mkalale. Usiku umeshaingia. Kesho mkirudi nitawapa ripoti. Ndo wewe ulebaki kuponya jeraha, hali yako kuna ugumu, utanipa furaha. Hali ni tete, mwanao lapata karaha, hali yako kuna ugumu, utanipa. Hapo mwanzo nilijikwaa, hapo mwanzo niliteleza. So kama ninajitetea ila dunia inaniweza. Yale ninayoshindwa kwa akili zangu Mungu anayejua. Yale nisiyoweza kwa elimu yangu wewe utatatua. Huenda nikabadili, huenda nikabadilisha. Huenda unipatie last chance. Last chance, last chance, my last chance. Nitabadilika, nitasahihisha ukinipa last chance. Daddy, no.